tumieni akili ndugu zangu. Kwa nini tumeambiwa swala ya mtume haifai? Sitaki kuzungumza ikhtilafu za nchi au za ulimwengu au za watu, lakini Mayahudi waliingia nchi fulani, walivyoingia wakatia zile fikra zao, ukimswalia mtume ni bid'a, ni haramu. Sisi tumefahamiana? Na ukitaka kumswalia mtume, umswalie mtume ukiwa peke yako. Mnajua kwa nini? Kutaka kuiua ile dhikri ya mtume Muhammad. Lakini kasahau wa rafa'na, Allah anamwambia tukakuinua utaji wako kila sehemu, Muhammad utatajwa, tumsalini mtume. Sasa mwenye akili aswa yeye humswalia mtume mpaka aonekane kichaa. Hadha aqalun nas, huyu katika watu majinius. Sasa na mimi nakuhusia wewe uliokuwa hapa sasa hivi unataka kusikiliza hii sharh ya khutba, anza kumswalia mtume mpaka atakapopanda hapa katika membari, punzika. Nikisema aya ya kumswalia mtume katika ya pili, inuka tena mswalie mtume Muhammad. Ukifanya hayo, tukfa hamma. Kama una mawazo yanakuumiza, una magonjwa ya moyo, Allah atakuondoshea. Watughfar dhambak, hata kama una madhambi makubwa utasamehewa madhambi yako. Watuqda hajatak watuqda dainak, na hata kama una madeni umekopa mikopo mikubwa, Allah atakufanyia wepesi uweze kulipa. Tumsalini mtume. Hii nilosema ni hadithi ya bwana mtume. Mazungumzo ya bwana mtume nikitaka kuyazungumza ni mengi sana. Mtume kaanza kuzungumzwa sallallahu alaihi wasallam toka dunia haijaanza kuumbwa. Hebu sikia, na hadithi mtume kaanza kuzungumzwa toka dunia haijaanza kuumbwa. Yani inasemekana mpaka Saidina Adam baada ya kuumbwa alikuta jina la Muhammadun imeandikwa katika arshi. Anamuuliza Rabbi, huyu unaomfungamanisha wewe na jina lako itakuwa ni mtu mkubwa sana. Akaambia naam, hadha rajulun azim, huyu ni mtu mkubwa sana. Wa hadha rajulun min ummatika, na huyu ni mtu katika ummati wako. Kila mtume alotumilizwa alitamani awe yeye ni mfuasi katika ummati Muhammad. Alikataa utume wake awe mfuasi katika ummati Muhammad. Hamtoki machozi nyinyi? Musa aliyang'ania na roho ya Rabbi, naomba niwe katika wafuasi wake. Na kila mtume alikuwa ametumilizwa alipewa ahadi, akaambiwa atakapokuja Muhammad leo utume wako hauko tena. Muhammad ndo anasimama mtume tena kwa viumbe wote. Mtume akikubali hayo, mtume ndo anapewa utume. Mtume yeyote alikuwa akipata shida na akiteseka, alikuambiwa Muhammad mdogo daraja ya mwisho, lakini atapata matatizo makubwa kuliko wewe. Je, huoni haya? Na Allah alimwambia mtume, wala takun ka sahibil hut, usiwe kama ule alomezwa na chewa. Idhnada rabbahu wa huwa makdhum, alomezwa na chewa mnamjua? Ni Yunus alayhi salatu wasalam. Mtume anaambiwa usiwe kama huyo, kwa sababu alikimbia watu wake, walikuwa na vituko vingi. Na sehemu ambayo unapoona maudhi mengi unapofanya kazi ya dini, pale ndio unatakiwa ubakie haswa, kwa sababu wale ndio wanatakiwa wapate dawa zaidi. Sijui tumefahamiana? Na pale ndio pana thawabu nyingi zaidi. Na wewe ukiona unafanya kazi ya dini, hupati mitihani, hutajwi, huopelewi, huulizwi, jua wewe hufanyi kazi ya dini, unafanya kazi ya dili. Sijui tumefahamiana? Ule mmoja mwanachuoni mkubwa kafanya da'wa sana, akatoa wanafunzi wakubwa. Alivyotoa wanafunzi wakubwa, akawapeleka sehemu akafanya kazi ya dini. Alipofika pale mwaka wa kwanza na wa pili na watatu, akarudi kwa shekhi wake, vipi wanakuchukuliaje? Akisema mashaallah, watu wote wananipenda, watu wote wananikubali, watu wote wananiwekea maki ya right. Akaambia sijaona mwanafunzi mnafiki kama wewe. Ukiona unakubaliwa na wote, jua wewe ni mnafiki. Ukiona mwalimu anamwambia, ukiona wote wanakutiria right, wewe ni mnafiki daraja ya mwisho. Maana utajaribu kumridhisha huyu, utajaribu kumdanganya huyu, utajaribu kumpanga ule ili wote wakuone mzuri, wewe ni mnafiki. Wanafunzi akashangaa, akaambiwa rudi tena. Akarudi mara nyingine, akakaa mwaka mmoja tu, akakimbia kwa shekhe, akasema mbadilishe msikiti pale, sipawezi, sipataki kabisa. Akaambia pale unatakiwa ndo ukae, sasa ndio umefanya kazi ya Mungu.